Leo tutakwenda kujifunza mada nzuri na mada bomba sana, na kichwa kinasema kwa nini uanze leo na ulichonacho. Kwa nini uanze leo na ulichonacho? Hiyo ndio mada yetu pendwa katika siku ya leo. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali mengi. Kwa nini nianze? Kwa sababu gani nianze? Na ni nini kinanisukuma niweze kuanza? Haya ni maswali ambayo watu wengi walikuwa wamejiuliza. Lakini pia kwa nini wamekuwa wakitamani vitu viweze kutokea lakini havitokei kwa sababu hawajaanza. Leo ninakwenda kukupatia sababu 8 kwa nini uanze leo na kwa nini uanze na ulichonacho. Kwenye kwanza, sababu ya kwanza utengeneza hamasa mpya kutoka ndani. Yaani ni pulling from inside, pulling of feelings from inside. Unapokuwa umeanza na kutamani kuanza kufanya jambo jipya, tayari kuna shauku na hamasa ambayo inaamka ndani. Ile ndiyo nguvu pekee ambayo inaweza kukusukuma kuweza kupatia nguvu kuweza kuanza kulifanya jambo hata kama bado halina ukamilifu. Kwa hiyo ukisikia hii hali kutoka ndani, maana yake ni wakati wa kuanza. Bila kujiuliza maswali mara mbili na kubidi wewe uanze. Na bila kujua ya kwamba utaanza na namna gani, lakini cha muhimu inatakiwa wewe uanze. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini pia sababu ya pili, hatua moja ni chanzo cha hatua nyingine. Kuna mwanafalsafa mmoja alisema ya kwamba the journey of 1000 miles start with one step. Safari ya miles nyingi sana waga inaanza na hatua moja. Maana yake kila kitu unachokiona katika hii dunia, hakuna jambo ambalo limeweza kufanyika kwa watu kuwa wameanza na vingi. Walianza na kimoja, hatua kwa hatua na hata kufikia ukamilifu. Ukiangalia hata siku Mungu alipokuwa akiumba, aliumba kitu kimoja baada ya kingine na wakati mwingine alikuwa anapumzika. Kwa nini usipumzike rafiki yangu? Hata wewe pia unaweza kuanza na kuendelea na huku ukiwa unapumzika katikati ya safari ya maisha yako. Lakini sababu nyingine kwa nini uanze na ulichonacho ni kwamba kesho hujenga tabia ya kuahirisha kabisa. Watu wengi wamekuwa wakisema kesho nitaanza, kesho nitafanya, kesho nitaanza kozi yangu mpya, kesho nitamfuata yule binti na kumwambia ukweli, kesho nitasoma, lakini haiwi hivyo na hata kesho zinazidi kuwa nyingi na basi matumaini yanabakia kuwa ndoto ambazo zimekuwa zinaota pasipo na kutimia. Kesho hujenga tabia ya kuahirisha. Mwisho wa siku kesho zikiwa nyingi, mtu anaona kwamba bana ni bora nibakie hivi jinsi nilivyojizoea kuliko kuruhusu hali nyingine mpya kuja ndani. Hii imekuwa ni mtego na ni hatari kwa watu wengi sana. Ni bora kuanza kuliko kusema kesho nitaanza. Kwa sababu kesho ukisema utaanza kesho, inapelekea wakati mwingine kuahirisha kabisa mambo na kujihisi ni bora ubakie kama jinsi ulivyo. Hii ni hatari sana. Kwa hiyo ninakushauri ndugu yangu, anza, usiseme tena kesho nitaanza. Anza hata kwa hatua ndogo ndogo. Mfano unataka kuanza kusoma. Siku hiyo anza kwa kupanga hata meza, weka sehemu kiti vizuri na daftari. Funua hata anza kusoma vichwa tu vya masomo ambayo ungetamani kuanza kujifunza. Je, ulitamani kumwambia yule binti ukweli? Anza hata kwa kumtumia ujumbe wa kumsalimia. Je, ulitamani kuweza kuanza kusoma masomo yako ya chuo kikuu? Anza hata kwa kutafuta kozi mbalimbali na vyuo mbalimbali ambavyo vinatoa kozi ambavyo ungezipenda. Hiyo ndio nguvu ya kwanza. Itakupa motisha wa kuendelea. Lakini pia jambo jingine la 4 ni kuwa ujasiri mara nyingi huwa unatokea na kuongezeka baada ya kuwa umeanza. Watu wengi ambao walishaikuwa na uthubutu na hali ya kuweza kujitahidi na kuanza upya, imekuwa ni chemchem na nguvu ambayo imekuwa ikiweza kuwasaidia kuendelea mbele zaidi. Ukiwafuatilia wengi, mashujaa hawazalishwi katika kipindi cha amani. Mashujaa waga wanatokea pale ambako kuna vita. Kwa hiyo unapokuwa umeanza, hiyo ndio sehemu ya wewe kuweza kukupatia nafasi, nguvu na uwezo wa kuweza kuendelea mbali. Ujasiri wa kufanya zaidi kwa sababu ulifanikisha kufanya mwanzoni na au ulifeli na ukagundua ni wapi umekosea. Hii itakusaidia. Anza leo, anza na ulichonacho. Tegemea ulichonacho, tegemea unachokiona kwa macho. Jambo jingine, kuchelewa kuanza pia huongeza nafasi ya kuacha kabisa kwa kiwango kikubwa. Hatua nyingi zinapokuwa zinapigwa na wewe ukaamua kusema kwamba nitaanza tena siku nyingine, mara nyingi na kupelekea wewe kukata tamaa na kuona kwamba ni bora nibakie hivi kuliko kuendelea mbele. Hii imekuwa ni hatari sana katika maisha yetu. Lakini pia hatua 6 ama jambo la 6 ambalo tunaweza kulizungumzia ni kwa nini uanze leo na uanze ulichonacho. Hatua ya kwanza hujenga mwelekeo wa wapi unaenda. Nini uchukue na nini ufanye na nini usifanye.
Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa sababu gani niweze kuanza, na kwa nini nianze na hii hatua ndogo. Hatua ndogo imekuwa ikikupatia mwelekeo wa kwamba ninatoka hapa na nitaenda pale. Mvuta picha ni kana kwamba uko katika puzzle ambayo inakutaka uweze kukanyaga hatua ya kwanza ili hatua ya pili iweze kufunguka. Mlango ambao wakati unapokuwa umeanza ni kipindi ambacho utaanza kujigundua pia hata milango ambayo ulikuwa hujui sehemu kuna mlango panaanza kufunguka. Hiyo ni nguvu ya kwanza na inapelekea hatua kama hizo. Jambo la 7 ambalo tunaweza kulizungumzia, leo ndio wakati sahihi, na leo ndio ina maana kwenye maisha yako. Watu wengi wamekuwa wakipanga maisha na hatua na mipango mbalimbali katika kesho nyingi, pasipo kujua kwamba kesho ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Mungu tunakuwa tumemwachia hiyo kesho. Kwa hiyo mimi nakushauri anza, kwa sababu kitu ulichonacho pekee ni leo. Kesho ni ya kila mtu. Kesho ni fursa ya kila mmoja. Lakini unapokuwa umeamka leo, maana yake ni kwamba una uwezo wa kuanza pale ulipo, kwa sababu hatujui ya kesho itatokea ni nini. Anza ili ndoto zisije zikakulilia kwamba kwa nini haukutufanya? Kwa nini haukutufanya ili kuweza kukomboa ulimwengu? Je, umewaza kutengeneza projects kubwa? Anza sasa. Usifikirie sana, anza hata kwa kidogo ulicho nacho, hata kwa kuandika anza. Jambo la 8, kwa nini uanze na kwa nini uanze na ulicho nacho? Kesho nyingi hupelekea ndoto yako kwenda mbali zaidi. Watu wengi baada ya kuwa wameanza kwa utafiti uliofanyika, ukiwauliza wao wanasema ya kwamba kama ningeanza mapema basi ingenifanya mimi ningekuwa mbali katika siku hizi za leo. Lakini je, na wewe unatamani kuwa miongoni mwa watu ambao siku watasema kwamba kama wangeanza mapema ingewasaidia kuwa ni watu ambao wamefika mbali zaidi? Basi anza leo. Anza sasa.